Dada, mbona sikuelewi? Nimekuta umeamka njiani. Kwani shida nini? Una nini kwani? Mbona sikuelewi? Hapana. Mimi siwezi kuishi hapa. Siwezi kuishi hapa. Huwezi kuishi hapa kuna nini dadangu? Leo hii kwa macho yangu mawili nimemshuhudia nyoka pale. Nyoka mtu pale. Una maana gani? Mbona bado sijakuelewa dadangu? Nyoka mtu ukiwa maanisha kitu gani? Umemwona wewe mpangaji wetu? Huyu sio binadamu wa kawaida. Huyu ni nyoka. Yaani tukikaa leo mwanzo tunamuona mtu. Ila akitoka huko anakuwa nyoka. Tena sio nyoka mdogo, bonge la joka. Siwezi kukaa hapa mdogo wangu. We dada, hauna huo mwenzetu. Dada huo ubaya huo, utakuonekana nawe mwema. Aya wewe muona wapi? Kama sio yeje, sio vizuri dadangu, hata sijapenda. Kwa hiyo unakubishana na mimi? Nakwambia nimeona nyoka pale. Kwa mimi ni chizi au? Dada utakuwa leo ulikunywa. Hauna lolote. Wewe mpumbavu nini wewe? Wewe kusema kuna ugonjwa wa nyoka wewe? Sijakwambia kama mimi naumwa nyoka. Nimeshuhudia nyoka pale. Sasa nakwambia kama mimi sikai. Utakaa mwenyewe. Sasa wewe unaenda wapi? Sikai hapa, nishakwambia kaa mwenyewe. Nilivyokuambia. Yaani dada hata simuelewi. Nesi atakuwa kachanganyikiwa. Sio kwamba kachanganyikiwa, bali ni ukweli mtupu. Hakuna mtu yoyote anayeweza kufanya jambo au kuzungumza kitu ambacho hakina mantiki. Yule ni nyoka kweli. Na nyoka yule ndiye aliyesababisha kifo cha wazazi wetu. Kwa hiyo usimuone kama kachanganyikiwa. Kaka, mbona sikuelewi? Una maana gani kusema yule ni nyoka kweli? Kwa hiyo kaka tunafanyaje? Nitakupa dawa. Na dawa hiyo utaiweka katika kizingiti cha mlango. Itawasaidia hiyo. Sawa kaka, nimekuelewa. Dawa hapa. Tangulia. Na leo natambua siri yangu. Umeshajiuliza kwa nini mpaka sasa uko hai?
Inapaswa litambue hilo. Usipolitambua, kaburi litakukumbusha. Unamaanisha nini? Kwa sasa huwezi kunielewa. Mimi ni wewe. Naomba urudi nyumbani sasa hivi ukatuliza akili yako. Na bado mapema sana. Nilijua tu lazima nitakukuta katika hii njia. Na kwa nini uko hapa? Kwa sababu hukutakiwa kuwa katika hili eneo kwa sasa. Umefuata nini hapa? Hicho unachokifanya kitakugharimu. Hii vita haikuhusu. Na kama ukiendelea, uhai wako itakuwa halali yangu. Dada. Mwanzo nilizani kama mtu ambaye umevurugwa. Kile ambacho ulikuwa unaniambia sasa nakiamini na mimi mwenyewe. Kwa hiyo hapo tunafanyaje sasa dadangu? Yaani hapa nimechanganyikiwa kabisa. Hata sijui nini tunafanya. Ninachokiona mbele yetu ni kifo tu. Kitatutokea kama kilichotokea wazazi wetu. Yaani hofu yangu ni kukupoteza wewe mdogo wangu. Yaani hata sijui nini ninafanya. Lakini hii vita ilishaishaga. Yaani walimalizana wao kwa wao, wazazi kwa wazazi. Na kitu kingine, wale mabinti hakuna wanachokijua. Sasa kwa nini unataka kuwazuru tena? Hii vita haijaisha. Na wala wazazi hawakumaliza vita, ndo kwanza imeanza. Yaani basi kama ni siku, basi ni saa 12:30. Hapana dada, useme hivyo. Kifo tunaweza tukakiepuka. Mimi na dawa. Kama huyu kweli ni nyoka mtu, tukimwekea ile dawa atazuulika. Na kama sio nyoka, hatozuulika. Imali tu tunakaa nyumba moja, mlango tunaopitia ni mmoja. Tufanye hilo jambo, linawezekana tu dada yangu. Mimi naamini katika hilo. Sawa. Basi kafanye sasa hivi, maana kuna simu nimemwacha kule. Kabla hajaoga bibi tufanye hiyo kazi. Twende sasa dada, wakati ndo mkubwa. Kwa nini niache mimi mdogo peke yangu?
Ndugu yangu, ile kazi ulionipatia naona inaelekea kuishia. Maana yule binti kapewa dawa niwekee mlangoni. Na bahati nzuri nimefanikiwa kuiona hiyo dawa. Nikaona nipitie shortcut. Sikiliza. Kila kinachoendelea mimi nakifahamu. Huyu aliyefanya mambo hayo ni mtoto mdogo sana kwangu. Nitakupa nguvu. Na siku zote anayeanza huwa haonekani. Anayemaliza ndo anayeonekana. Wao wameanza. Sisi tutamaliza. Mara moja. Sijambo, sijui utoka. Nashukuru Mungu. Sijui wenyewe wazima mndani. Hapana kakaangu. Hapana, sisi tungefa mbaya tukafahamu. Taarifa mbaya? Yaani kaka, huwezi hata amini. Huyu mpangaji wa safari hii tulompangisha juzi tu ni nyoka kakaangu, huwezi amini. Nyoka? Hivi una kitu mama kweli wewe? Umeona wapi binadamu wa kawaida kawa nyoka? Tangia lini? Sitaki uniambie upuuzi wako. Kama una jambo la msingi naomba uniache kama nilivyo. Alafu nishaanza kugundua kwamba nyinyi lengo lenu mnalibie kwa mpenzi wangu mimi, si ndio? Tambua yule ni wifi yako, atabaki kuwa wifi yako tu. Bas, na si vinginevyo. Wewe kaka, huyu wifi? Kumbe nini? Kaka, huwezi amini nachokuambia. Mimi hapa nilienda kwa mtaalamu, nikapatiwa dawa. Nikaja kuweka kwenye kizingiti cha mlango. Kwa macho yangu haya mawili, akupita hapa mlangoni, akapita kwenye ukuta kaka. Nashangaa wewe unaniambia yule wifi yangu. Kivipi? Sikiza wewe. Narudia kwa mara ya mwisho. Siku nyingine kama hakuna jambo la msingi, usisubutu kunisimamisha na kuongea ujinga kama huu. Sawa? Ni bora ukaniacha nikapumzisha akili yangu. Mpumbavu mkubwa wewe. Toka! Pokea! Mpumbavu. Haya, umefuata nini hapa? Mahali ambapo nilizuia mtu yoyote kufika. Na hii ni kwa ajili ya usalama wangu. Haya sasa, umevunja uzio. Na mbaya zaidi kuna mtu anakufuatilia nyuma yako. Ni kweli mama. Lady Snake ndiye ananifuatilia. Lakini kinachonishangaza zaidi, ameniambia kuwa mimi na ujauzito wake. Aliyakuwa mama, huyo mtu tulishamuua ni siku nyingi sana. Ni kweli una mimba yake. Lakini hii mimba si salama kuendelea kubaki nayo. Kiumbe kitakachozaliwa ni hatari sana kwenye maisha yetu. Hii mimba inatakiwa itolewe. Tuitoe mimba? Nitakupa dawa. Nimekuita hapa na maongezi machache nataka kuongea na wewe. Najua mimi na wewe ni chui na paka. Lakini kwa nini unapinga ukweli uliokuwa wazi? Unamaanisha nini? Hansi, huyu binti uliokuwa naye sio mtu mzuri kwako. Sio kila unachokiona kinang'aa ni dhahabu. Nisikize kwa makini wewe.
sihitaji unafiki na sihitaji uingilie maisha yangu. Lengo lako unalifahamu vizuri tu, na nia yako unaifahamu kwangu. Mimi sitaki. Kwa nini ulazimishe? Nakwambia mimi ni ukweli mtupu, japokuwa wewe unafikiria mambo mengine. Yuli, nakuheshimu, lakini huko ambapo wewe unapoelekea tutagomana kati yangu mimi na wewe. Na kama umechoka kuishi kwenye hii nyumba, utaondoka umndani kama mbwa. Shuba miti wewe. Haya, kama unaona mimi nafuatilia maisha yako ni sawa, lakini haya ninayokuambia utakuja kuyakumbuka, lakini wakati huo utakuwa umeshachelewa. Ukataza kufika hapa nyumbani. Kwa nini umekuja? Mimi nimekuja kuokoa. Nimekuja kukitoa kiumbe kilichopo ndani mwenu. Hichi kiumbe ni hatari mno. Kiumbe chenyewe ni huyu binti ambaye wewe unamtaka kimapenzi. Huyu binti ni nyoka. Nisikilize wewe. Wewe ndio mchawi ambaye umesababisha yote yanayotokea huko ndani. Na unajua kila kitu. Alafu isitoshe, sisi wewe sio familia yetu. Sio damu yetu. Tumekukataa muda mrefu sana. Fanya maisha yako. Unafuta nini hapa? Nini umesahau hapa? Sisi na wewe sio ndugu abadan. Mimi sikuja kuunganisha undugu tena kwa mara ya pili. Nimekuja hapa kuwaokoa. Kamwe siwezi kuacha damu yangu yaangamie ikiwa mimi niko hai. Sasa nikifumba macho, nikifumbua, sitaki nikuone hapa nyumbani. Potea! Sawa. Mimi naenda. Lakini utajuta katika maisha yako. Ndugu yangu, napitia wakati mgumu sana kwa sasa. Yaani nahisi dunia yote imenielemea mimi hapa. Sioni mlango wa kuingilia wala mlango wa kutokea. Kulia nataka, kucheka nataka. Natamani hata niongee kilugha ili nikueleweshe, uelewe jinsi ambavyo naumia au jinsi gani magumu unayapitia mimi. Yaani ninapitia wakati mgumu. Yaani ndio kama tukisema mgonjwa, basi uko hoi mahututi. Kristo unielewa? Yaani mgonjwa kwa ICU. Sijui utanifanyia nini mwezi hapa nilipo, sielewi. Lakini nilikuambia fikiri kabla ya kutenda. Lakini huku nisikiliza. Sasa unadhani unaona mimi naweza kukusaidia kwa sasa? Sina msaada wowote juu yako. Usiniponze na maisha bado nayataka. Na kama hauna lingine la kuongea, naomba uniache. Ama sioni? Au sisikii vizuri? Hivi ni wewe? Wewe ndo kunijibu majibu kama hayo? Wewe hapo. Wewe ndo rafiki yangu. Unataka nimwambie nani shida zangu? Au magumu yangu nimwambie nani? Yaani leo hii wewe kuniambia kwamba sina msaada wote juu yako. Wewe kweli kunitamkia maneno kama haya? Uko serious kweli? Na unaniambia eti sina msaada juu yako? Basi ondoka. Sawa, mimi naondoka. Ila kaa ukijua kwamba akufae kwa dhiki ndiye rafiki. Sawa, mimi naondoka.
Kwa nini uliamua kukimbia hii vita? Hali ya kuwa wewe ndiye mwanzilishi wa haya yote yanayoendelea kwa sasa. Hapana. Mimi si mwanzilishi wa haya. Mimi mwenyewe nipo kwenye matatizo hapo unavyoniona. Matatizo tena? Mimi nilivyokuona hapa nikajua angalau sasa unaweza kuwasaidia hawa watu. Hapo unaponiona nimetoka kwao, wapo kwenye matatizo. Yaani moto unawaka na hakuna wa kuuzima ule moto. Sasa fanya tu wasaidie hawa watu. Sidhani kama naweza kuwasaidia. Ninachokiona mimi ni bora tungeacha wamalize wenyewe. Kwa ninavyoona, sidhani kama wanaweza kuhimili vishindo. Moto ni mkali mno. Lakini sawa. Acha tuone mwisho wake ni nini. Sawa. Wacha mimi niendelee. Mama, hivi binadamu wa kawaida anaweza kweli kuwa nyoka? Mwanangu, umenionaje? Maana ni bahati sana. Alafu swali lako jibu unalo wewe mwenyewe. Unamaanisha nini kusema hivyo? Mwanangu, yule binti ni nyoka. Na ndio alosababisha vifo vya wazazi wenu. Na hata hapa tunavyoongea ana mpango wa kutekeleza familia nzima. Ila kama hutojali unaweza ukafuatilia ili upate undani wake. Mapenzi ni upofu, mapenzi ni majani, yanaweza kuota popote kwenye raha, hata vitani. Mimi nilidhani kuna faraja kwako baby, nikakupenda unipe moyo wako baby. Sasa siyaelewi mapenzi yetu, siyaelewi, mbona siyaelewi. Haya, wewe naye ulienda wapi? Maana tumemaliza kufanya kazi yetu pale, naenda zangu kuoga na ingia ndani siku kucha. Dada, nilienda kushuhudia. Sikutaka hata kuhadisiwa. Uwezi amini, nyoka mtu ile dada sijui kajua. Yaani hapa najiuliza sipati majibu. Maana yake kapita kwenye ukuta. Yaani hajapita pale mlangoni, kapita ukutani. Sasa hapo inabidi ndio uniamini. Yaani mkubwa akiongea inabidi umsikilize. Nilikwambia yule sio binadamu na ukanibishia. Ukaniona kama nimechanganyikiwa. Kapita ukutani, kwenye ukuta huu kapita mtu. Si bora hivyo dadangu. Kaka Hansi kaja, nimemwambia juu ya mpangaji mpya. Kanisema, kanikataza, kaniambia nisimoni wivu wifi yetu. Unasemaje wewe? Hansi ana akili timamu kweli huyo? Naona Hansi sasa katafuta, kakosa kama tuletee vifupi. Wewe dude kama lile, hivi Hansi yuko sawa? Anapita kweli kwa lile dude? Anataka kutuletea ukoo wa nyoka. Mshazo tutamalizwa wote. Inabidi tumpeleke kwa kaka yule. Sio wazo baya. Fanya haraka dadangu. Maanake kasema mtu yote atasubutu kumuita yule nyoka wifi mpya. Umndani atama. Kama kafikia kusema hatua hiyo, na wakati kashaambiwa kama huyo mtu ni nyoka na bado anabisha, sio akili yake. Yaani huyo sio akili yake, inabidi tumpambanie. Nitafanya hilo kazi. Yaani wewe kwenye swala hilo usijali, nitalifanyia kazi. Sawa, maana ndo mkubwa nakutegemea. Sawa. Yaani Hansi. Kwa Hansi kaangaika kote kwa natuletea vifupi. Anataka kutuletea minaji. Mimi udugu na minagini sitaki. Mishivangi kucheza cheza, mimi siwezi. Asituletee balaa huko ndani.
kwa kaka nitaenda. Yaani muda si mrefu nikalifanyia kazi. Iminagi naishi nayo mwenyewe hapana. Unashtuka kitu gani? Kitendo ulichokifanya leo sitaki kijirudie. Wewe na mdogo wako mnanifuatilia sana. Na nishakwambia mimi ni wewe, bado sikii. Ukiendelea kunifuatilia au ukiendelea kufanya kile kitendo mlichokifanya pale, kifo kinakuhusu. Hapa kuna kitu nataka nikuelekeze. Na hicho kitu sio kigeni sana katika masikio yako. Kitu gani hicho mkuu? Yule binti ni mjamzito. Na kile kiumbe kilichokuwa tumboni ni mali yetu. Ni ulimwengu wetu wa nyoka. Hivyo sasa, naomba uweze kumchunga yule binti asifanikiwe katika kuitoa ile mimba. Sawa mkuu. Maagizo yako niyapokea. Lakini pia hakikisha familia ya yule binti yote inakuwa chini yako. Maana sisi tuna lengo na kile kiumbe kilichokuwepo tumboni mwake. Ndiyo mkuu. Yule binti lengo lake na akili yake inawaza juu ya kutoa ile mimba. Kwa hiyo nimekuita hapa ili uweze kusimamia asifanikiwe juu ya utoaji wa ile mimba. Tumeelewana? Ndiyo mkuu. Nimekuita hapa
nilikuwa nataka nikuambia habari za kaka yako. Yaani kaka yako nimejaribu kumuelezea, lakini anaonekana kabisa hataki kusikia na hataki kuambiwa chochote katika hilo. Yaani amekuwa mkali mpaka mwenyewe nimeogopa. Yaani hapa nimekuwa kama msafiri anayesubiri basi station. Nisikize nikwambie. Hakuna jambo rahisi. Kila jambo huwa na changamoto yake. Mimi mwenyewe sasa hivi nahisi kuvurugwa, kuchanganyikiwa. Huyu mpangaji mgeni huyu. Mpangaji nyoka ananivuruga. Yaani hata mwenyewe bado sielewi. Nahisi anataka kumaliza kizazi chetu mundani. Hili swala kwa kweli. Hapana, na sijui kwa nini Hansi haelewi. Lakini mimi nakuhakikishia hivi, yule Hansi nitahakikisha kila jambo limekuwa sawa. Yule si nyoka, mimi binadamu. Kwanza yule Hansi nitamweka hapa. Alafu nitajua cha kufanya. Basi sawa ifi yangu. Ngoja mimi nitoke kidogo. Unaenda wapi? Maana na mimi nataka nitoke. Usiwaze ifi yangu. Kumbe ya mapenzi ni upofu, mapenzi ni majani, yanaweza kuota popote kwenye raha, hata vitani. Mimi nilidhani kuna faraja kwako baby, nikakupenda unipe moyo wako baby. Sasa siyaelewi, mapenzi yetu siyaelewi, mbona siyaelewi, mapenzi yetu siyaelewi. Kwenye moyo wangu umeingia kwa ndani, we dada kwani unaitwa nani? Unipeleke mpaka kwenu nyumbani na malengo nawe. Sidhani kama nifanikiwa. Vipi, mbona uko hai hai? Umekutana nini? Umenionea mwanangu? Yaani nimekimbia hata sijui ameelekea wapi. Mwanao? Mwanao yule wa kiume? Mbona mimi nimepishana naye hapo sasa hivi anakimbia kama chizi? Au umempiga? Mbona hata ningempiga ndugu yangu. Uwezi amini. Yaani ametoka mbio. Kitu nilichokisikia mdomoni kwake, nyoka ameondoka mpaka dakika hii hata sijui ameendea wapi. Nimemtafuta mara kumtafuta na hivi bado namtafuta hata sijui amekimbilia wapi. Sasa nikwambie, mwanao nimepishana naye. Yaani hata dakika 5 ni nyingi. Sasa hivi kwenye ile barabara hapo anaelekea hivi. Yaani anakimbia speed. Yaani kama unamfuata, mfuate kweli kweli. Sasa hivi. Yaani sasa hivi hata dakika 5 bado. Sasa hizi mimi nimepishana naye hapo.
Pole sana binti. Asante. Natambua kuwa unamtafuta mwanao. Lakini mbona haya yote chanzo ni mume wako? Wewe ni nani? Na una maana gani kusema hivi? Na kwa nini wewe mume wangu? Mume wako amemshambulia nyoka mwekundu. Nyoka mwekundu? Ndio. Na hicho kiumbe ni hatari sana kwenu nyinyi. Yupo katika kisasi na familia yako. Na mtoto wenu yupo kwenye hatari mno. Na msipokuwa makini mtamzika. Mimi nimekuelewa. Ila unamaanisha nini kwa hiyo ulichokuongea? Kwa sababu mimi sikujui. Haina haja ya kunijua. Ila mimi nayajua matatizo yako. Cha kukusaidia. Mwambie mumeo amejivika vazi la uchamungu, hauwezi mdhania mambo yote anayofanya ni yeye. Mke sasa ndoa kwake chungu, visa na mikasa vya mumewe amechoka hoi. Leo kisu kimegonga mfupa kwa mshenga, huruma rafiki wa karibu wa mshenga amependa, inauma, mapenzi ni upofu. Mapenzi vipi? Kwani una shida gani wewe? Kakangu acha tu. Yaani hapa yamenikuta makubwa sana. Nimemkuta mdogo wangu amelala hapo chini. Yaani sijui hata amekutwa na nini. Yaani bora uko hapa tu ukanisaidie. Binti, acha kuingia kwenye mtego. Yule sio ndugu yako. Huo ni mtego. Labda nikwambie kitu kimoja. Acha karibu maisha ya watu. Achana huyo mwanaume. Ana mtu wake. Tena ni kiumbe cha hatari mno. Yaani ni red snake. Wewe ni mganga? Umejuaje habari zangu? Na kuhusu mdogo wangu unasema kwamba ni mtego. Nimemwona kwa macho yangu, ni mtu amelala pale, mdogo wangu mimi, sio nimemfananisha. Unasemaje ni mtego? Tafuta wa kwako atakaye kupenda na wewe. Achana huyo mwanaume. Na kama huamini, basi rudi pale ulikotoka. Utakuta kitu chochote kile. Hivi unajua unasema kuhusu mdogo wangu, sio kwamba nimemfananisha, sio kwamba nimeota. Amelala pale, unasemaje ni mtego? Kama utaki kunisaidia, si bora uniambie. Nenda, halafu urudi hapa.
Hongera Makijacho. Uliyebeba hazina kubwa katika ulimwengu huu. Wewe ni nani? Na kwa nini unanichulia? Hiyo mimba ulinipa wewe au? Wewe ni mtu mzima. Unaelewa dalili hizi. Ya, una mimba. Hii mimba nimeipataje? Ikiwa sijakutana kimwili na mwanaume wa design yoyote yule. Haya maajabu sasa. Na yule kijana ni nani? Na amejuaje kuwa mimi na mimba? Na daktari anasema hiki kiumbe kilichopo tumboni hakionekani. Hapa inabidi nifanye jambo. Ni lazima niende kwa kaka. Ina maana kile alichokisema yule mzee ni kweli. Maana ningefanya masiala, yule nyoka angenigonga. Mpaka dakika hii sielewi mume wangu yuko wapi. Sijui mtoto wangu naye yuko salama, sijui yuko wapi. Mbona mitihani imenikabili kwa kipindi hiki? Afadhali kaka umekuja. Maana kwa nataka nikufuate huko huko. Natambua wakati unaopitia. Najua ni wakati mgumu sana kwako. Najua kama una ujauzito. Na hicho kiumbe kilichopo tumboni mwako ni kiumbe hatari mno. Kifupi, huyu binti ni nyoka. Sasa leo ama zangu ama zao. Lazima waende wakaoane huko na huyo Hansi wake. Kwa sababu hata hiyo mimba ulionayo ni nyoka. Ila nitakusaidia. Unajisikiaje? Maumivu yanaisha. Alafu najiona mwepesi sasa. Vizuri. Sasa basi, nitakupatia dawa nyingine ambayo hiyo itakuwa kama kinga kwenye maisha yako. Mimi naenda. Nitarudi kwa mara nyingine kwa ajili yao sasa. Asante kaka.
zake zote yeye ni za kishirikina. Vijana wengi sana kisa yeye. Mbona unapiga kelele huku nakimbia? Nimeona magamba ya nyoka. Tena kwa jinsi inavyoonekana ni nyoka mkubwa sana. Alafu magamba yake makubwa. Ndio upige kelele zote hizo? Na hapo umeona magamba tu. Ukiona nyoka itakuwaje? Nimeshindwa kusubiri. Hivi huu mguu nilikuwa nakufuata kazini. Ni bora tumekutana hapa. Sasa mbona mke wangu eka hiyo vipi? Mtoto amepotea. Mtoto amepotea? Yaani hapo mimi mwenyewe sikuelewa. Nilimsikia tu akiita nyoka. Wakati natoka kwenda kumtafuta, nilikutana na Mwarabu njiani. Alichoniambia, wewe ndio chanzo cha matatizo yote. Wewe sio ulimgonga nyoka mwekundu. Ndio sababu huyo nyoka sio analipa kisasi, sio anafanyaje. Yaani mimi nimevurugwa mume wangu hata sielewi. Yule nyoka mwekundu nilio pale. Hivi mwanangu, hii nyumba wewe sasa hivi unaionaje? Mbona kwangu baridi tu. Alafu mimi naona poa tu, mbona mdao nishapiga vitu vangu. Kani kwa debeni kule na ninginia tu. Unaona baridi? Sasa siku moja jaribu kulala bila kupiga vitu vyako. Alafu ndio utaelewa mimi ninachokiongea na maanisha nini. Hii nyumba inauzauza. Ikifika leo usiku saa 8 toka nje utajionea. Sasa natokeaje mimi kulala bila kupiga hivyo vitu? Anajua kwanza itotokea katika maisha, haitotokea. Na milale bila kupiga hivyo vitu. Yaani bora niingie kwa Mavelo kule nikakope. Lakini mimi nipige vitu vangu ndio nipate usingizi nikilala kana ninginia yani. Kumbe umeua kweli? Nilimuua nyoka mwekundu nikanitupa polini. Haikuishia hapo. Mimi mwenyewe nyoka nilikutana naye njiani. Bila kuchelewa mume wangu. Naomba uende kwa ule Mwarabu, labda tatizo litaisha. Nimechoka mimi. Basi mke wangu wewe ondoa shaka. Wewe rudi nyumbani, ngoja mimi niende kwa Mwarabu. Sawa? Basi sawa mume wangu. Fanya haraka nenda nyumbani, mimi nikienda kwa Mwarabu na rudi sasa hivi. Amejivika vazi la ucha Mungu. Hauwezi mdhania mambo yote anayofanya ni yeye. Sasa mimi nakupa kama omwe. Leo usiku leo kwenye mida saa 8 hivi wewe jaribu kutoka hata nje. Unajua mimi mwenyewe nilikuwa kama wewe lakini nimekuja kuamini. Wewe babu uoga babu. Hapo nishakuona wewe sasa hivi. Unapiga zina vichembe kama za kike hivi uoga. Kaza wa kiume. Sawa. Mimi nimekupa tu kama omwe. Efanye. Wewe nenda bwana. Sawa bobu naye ameausha tu uoga tu. Kama mtoto wa kike bwana. Amejivika vazi la ucha Mungu. Hauwezi mdhania mambo yote anayofanya ni yeye. Mbona unaonekana umepooza sana? Una shida gani? Shangazi. Sisi tunapita kwenye matatizo sana. Tena matatizo makubwa. Matatizo? Matatizo gani hayo usiyojua? Sisi tunasumbuliwa na nyoka. Nyoka? Ina maana hawa nyoka wamerudi tena?
Alafu amerudi tena. Mbona sijakuelewa shangazi? Tatizo la nyoka limekuwa ni kweli. Sijaelewa unasema nini. Ndani sisi tuna mpangaji mpya. Huyo mpangaji kwa macho yangu mimi mawili nilimuona pale akibadilika na kuwa nyoka. Basi tangu hapa matatizo yalipoanzia. Muda mwingine tunakutana na Magamba ndani. Mara mwisho wa siku amekuja kujikuta na ujauzito. Bila ya kuwa na mwanaume yoyote. Nikaikuta tuna dalili kama za mama mjamzito. Natapika, naona kizunguzungu. Alafu nikawa napenda sana unga. Alafu nachukia mafuta taa. Bila kujijua, nilikuwa nilibeba kiumbe cha ajabu. Nilibeba nyoka. Lakini nashukuru kaka Mwarabu alikuja na kunisaidia. Hapa nilipo sina mimi na maumivu. Wakati niko ndani nasikia nyoka. Natoka nje namkuta mwanao mbio. Najiuliza huyu vipi? Ikabidi nianze kumfuatilia. Nafika njiani nikiulizia namba kakatiza sasa hivi. Nafika mbele nikiuliza kakatiza sasa hivi. Nasogea mbele kidogo nakutana na Mwarabu. Unamfahamu Mwarabu? Hapana, simfahamu. Tuendelee. Basi Mwarabu anaanza kuniambia kwamba matatizo yangu anayajua. Nikajiuliza, mimi simjui. Matatizo yangu kayajuaje? Ananiambia ni mumeo aliua nyoka mwekundu. Kwa hiyo amekuja kulipa kisasi. Nilibaki najiuliza, nyoka anawezaje kulipa kisasi? Mimi nachojua nyoka akiuliwa basi. Sasa haya mambo tena ya nyoka kulipa kisasi yameanzia wapi? Wifi nilichanganyikiwa. Akaniambia ukitaka suluhisho haya mambo yote na mwanao arudi, mwambie mumeo aje. Mimi pale nikasema hata sio kweli, sirudi nyumbani. Ngoja nimfuate mume wangu huko kazini. Njiani nisikutane na huyo nyoka saa ngapi? Bonge la nyoka unaambia, yani mpaka nilitetemeka, nilishtuka. Na ni hivyo mwekundu. Nilivyotoka na pale, narudi nyumbani. Kichwa kinawaka moto, najiuliza, imekuwaje? Mbona story nilopewa kule ndio kitu ambacho nimekutana nacho? Yaani nimechanganyikiwa sielewi. Nikasema sio kweli, siwezi kuendelea kukaa. Ngoja tu niondoke, nimfuate huko kaka yako. Wakati naenda kazini kwake nikakutana naye njiani. Ndio kabisa sasa nimpe mkasa mzima. Akaniambia na mimi hapa hata sirudi nyumbani. Wewe nenda nyumbani, mimi ngoja niende kwa Mwarabu. Hivi hapa ndo kaenda huko kwa Mwarabu. Namsubiria arudi ili tujue na kuaje. Lakini mimi ya masuala siyaamini kabisa. Unawezaje kupitia matatizo yote haya halafu sipati taarifa? Unajua sio swala dogo. Unabebaje mimba halafu huna mwanamume? Unajua ni shida hiyo. Sikiliza nikwambie. Nikutoe hofu. Manzari, shangazi nimefika. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa shangazi. Sijali. Mdogo wako yuko wapi leo? Neema yeye yuko salama. Hajazuliwa na chochote kile. Sipokuwa naye alishawahi kuona kuna dawa aliweka pale mlangoni. Wakati tumeka hiyo dawa, alimshuhudia huyo nyoka. Alishindwa kupita pale mlangoni akapita kwenye ukuta. Lakini hajazuliwa na chochote kile, ila kumuona amemuona. Natia woga. Ila tutapambana.
Mbona kama kuna kitu unaficha shangazi? Sikuelewi. Aka. Ila tu kwa kuwa umenisimulia jinsi ninavyojisikia, lazima nipambane ili nijue shida ni nini. Ndio maana nakutoa hofu mwanangu. Maana Manzali wanasemaga mkubwa dawa. Manzali nimefika, basi nitajua nifanye nini ili tujue shida na tatizo. Basi. Sasa sikiliza wifi yangu nikwambie. Kama unasema umekutana sijui na huyo Mwarabu na mambo kakwambia, mimi nafikiri usipuuze. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Hata mimi mtoto wangu hadi leo sijawahi ona kaburi lake, wala sijui yuko hai au amekufa. Sijui hata mwanangu yuko katika mazingira gani hadi leo. Ni muda sasa umepita. Subiri kwanza wifi. Unataka kuniambia ya mambo ni hapo kweli? Hapana wifi. Unajua kwa sababu gani? Lisemwalo lipo. Kama halipo basi linakuja. Ndio maana nikakwambiaje tusipuuze. Yaani kama kuna mtu ambaye anaweza kutushika mkono na kutusaidia, mimi nafikiri tungeenda kupata msaada, kwa sababu kama ilishatokea kwa mtoto wangu, leo tena linakuja linatokea kwa mtoto wa kakaangu. Alafu istoshe ni situation ambayo inafanana. Mimi nafikiri tungechukua hatua. Lakini mimi Fibu, subiri kwanza. Unataka kuniambia mwanangu hatorudi? Acha kuwaza hayo. Mimi nafikiri tungechukua hatua, tupate kumtafuta. Tusiweze kuwaza mtoto sijui hatorudi au kapatwa hivi kwa sababu hatuwezi jua kama ni mazingira ya kishirikina au ni mazingira gani. Kutokana na nini? Dunia sasa hivi imeharibika. Mambo ni mengi. Kwa hiyo lazima tuangalie huku na huku. Kama kuna mtu akutupitisha kwa njia hii tumsikilize, na kama kuna ushauri mwingine unakuja, yani tuweze kutafuta kwa njia zote ili tujue mtoto yuko wapi. Hapo mimi nimekuelewa. Cha msingi tu hapa tumsubiri kaka yako arudi ili tujue tunaanzia wapi. Basi sawa. Kwa sababu umesema hadi arudi kaka, mimi naomba nikuache niende, ila kaka ataporudi mtavyoshauriana utanijulisha. Nitajua namsubiri kwanza. Unajua mambo mengi. Haya sawa. Basi sawa. Ila kuwa na amani. Amejivika vazi la uchamungu, hauwezi mdhania mambo yote anayofanya ni yeye. Mke sasa ndoa kwake chungu, visa na mikasa vya mumewe. Vipi dadangu? Mbona kama sura yako imejaa hofu na mashaka? Kuna shida? Kakaangu, yaani natokea hivi, lakini nyuma nilikuwa nahisi kama kuna kitu kinanifuatilia. Na hisia zangu zinanipa kabisa ni nyoka, maana nasikia mchakacho kwenye majani. Dadangu bwana, punguza hofu na mashaka. Alafu nikwambie kitu. Punguza kuangalia sana movie za usiku za kutisha. Na ndio maana unaogopa. Sidhani kama ni mawazo au ni uoga. Na hakika kabisa na hiki ninachokiongea. Basi sawa.
Wifi, mimi nimekuja hapa na mazungumzo na wewe. Naomba unisikilize kilichonileta. Kama unavyojua familia yangu haiamini mizimu ya nyoka. Ndio maana wakachoma mkoba. Lakini nimeambulia kupata hii kinga. Nikaona nikuletee wewe, unaweza kunisaidia kuokoa familia yangu. Mbona unacheka? Wifi, nilijua tu ipo siku mtanitafuta, kama sio mchana basi hata usiku. Hayo yote kayataka marehemu mume wako, yaani kakaangu mimi. Hiko kitu, huo mkoba nilitakiwa nikabidhiwe mimi, maana mimi ndio mwanafamilia mwenzie. Tumezaliwa sehemu hiyo, bibi mmoja, babu mmoja. Lakini akaendekeza mapenzi, kaja kukukabidhi wewe. Haya sasa. Wifi, kumbe ulikuwa unajua hayo yote? Mbona hukuniambia? Ulikuwa unataka mimi nifanyeje? Hivi nikufuate naomba mkoba, naomba mkoba. Unajua vita iliyokuwepo juu ya huo mkoba baada ya kuja kwako? Hizo ni siri za familia. Wifi yangu, tuache yote haya. Naomba nisaidie. Nisaidie kuokoa familia yangu. Sina mwingine wa kunisaidia zaidi ya wewe. Ndio maana nimeleta hii kinga hapa kwako. Labda nikufahamishe kitu. Wewe unasema umejitahidi, umeiokoa kinga. Hiyo sio kinga. Hilo ni kapi. Usichokijua, kinga anayo Mwarabu, mtoto wa kwanza wa marehemu kaka. Ndio ana kila kitu. Hii uliokuwa nayo wewe haiwezi kufanya kazi mpaka ikutane na ile iboost. Ile ndio inaiboost hii. Inafanya kazi. Yaani naweza kusema kwamba wewe unaganda, Mwarabu anatunda. Mbona mazito? Hakuna jambo zito. Na hilo lepesi. Mazito yanakuja kwa sababu unajua. Wifi, hebu niambie Mwarabu naweza nikampata wapi? Sasa hivi hapa mimi niondoke. Hiko ndio cha muhimu na cha msingi. Mwarabu mpaka dakika hii utamtafuta kote hapa mjini mpate. Mwarabu anakaa mtu wa dhambi. Polini huko. Mtu wa dhambi. Na kingine, labda ujue, hiki ndicho kilichosababisha sisi na Mwarabu tuko mbali na kama kujitenga. Tunagombania hiki. Sasa tunachokigombania ni mnaenda kukichoma. Hatari iliyo mbele yenu, hasa kwa watoto wako watatu. Nitafute Mwarabu. Sina msaada. Amejivika vazi la uchamungu, hauwezi mdhania mambo yote anayofanya ni yeye. Samani binti, nilikuwa naomba unielekeze mtu wa dhambi. Unaonekana ni mgeni mahali hapa. Lakini huo mtu ambao unaosemea wewe si rahisi kujua. Lakini saa ngoja nikuelekeze. Sio mbali na ni hapo tu. Teremka hapo chini utakuta huo mtu ambao unaulizia wewe. Asante na shukuru kwa kunielekeza. Hayo mambo mengine tutapambana nayo huko mbele ya safari. Nakushukuru. Sawa, safari njema. Ataweza kukukumbuka.
Shangazi, ina maana dadangu amebadilika kuwa nyoka? Hapana Neema, dada yako hakubadilika kuwa nyoka, ila walitaka kufanya malkia wa nyoka. Nikwambie kitu, marehemu mama yenu alikuwa anamiliki mkoba wa nyoka, na ibada zote zilikuwa zinafanyika na mizimu hiyo, lakini baadhi ya ndugu walikuwa waamini imani hiyo, wakauteketeza ule mkoba wote. Sasa naona wameamua kurudi kuja kulipiza kisasi. Sasa itakuwaje shangazi? Ina maana dadangu atakufa? Neema, sitaruhusu iko kitu kitokee. Mandhari ishafika, kila kitu kitakuwa sawa. Ondoa hofu hiyo. Tutafanya tambiko la kudhibiti nyoka.